karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, moyo wangu upone. Sante Bwana ni kwa sababu ya msamaha. Sante Yesu ni kwa sababu ya utakazo. Sante Roho Mtakatifu ni kwa sababu umo ndani yetu. Sante ni kwa sababu umepata nafasi ndani yetu. Tunakusihi usiwe na kipimo ndani yetu, bali uzidi na kutuongoza, uzidi Bwana na kututangulia, uzidi na kututawala kwa utukufu wa jina lako. Ni asante tunapoendelea, kubali kuendelea nasi, kubali Bwana kuendelea na kutuongoza, kubali kuendelea na kubali kuendelea na kututawala kwa utukufu wa jina lako. Yale ambayo yamesalia tunayakabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, kubali kuchukua ushukani na ili ukatuendeleza salama. Si Bwana, tutakushukuru na tutalihimidi jina lako, ni kwa sababu wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Tumsifu Bwana kwa wimbo moja, na Bwana atatuwezesha kuendelea kwa utukufu wa jina lake. Haleluya. Atawale tu. Tunamwambia Mungu aweze kutawala. Sisi sote ni mali ya Mungu. Sisi zote ni kazi ya mikono ya huyo Mungu. Piga makofi vizuri na ili tuweze kumwambia Mungu atutawale. Haleluya, tunakuatia utawale. Haleluya, haleluya, Yesu tawala, atawale, atawale tu, mwatie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwatie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwatie Yesu atawale, atawale, mwatie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwatie Yesu atawale, atawale Bwana, mwatie Yesu atawale, atawale tu, mwatie Yesu atawale, utawala, atawale tu, mwatie Yesu. Moyo wangu nakukabidhi wewe, nakupatia utawale, tawala Bwana, menendo yangu
nakupatia. Oh, mawazo yangu na nafsi yangu Bwana nakupatia zote, utawale. Tawala Bwana, tawala Yesu, nakupatia. Oh, maisha yangu yakinilemea nakupatia wewe, utawale. Tawala, atawale, mwatie Yesu, atawale. Wokovu wako ukikulemea, karibisha Yesu, atawale. Atawale tu, mwatie Yesu, atawale, atawale, atawale tu, mwatie Yesu. Mwambie Yesu atawale. Tawala Yesu, mwatie Yesu. Oh, watoto wako wakikulemea, mwatie Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, mwatie Yesu. Oh, atawale, atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, mwatie Yesu. Atawale, atawale, tawala Bwana, haleluya. Atawale Yesu, tawala Bwana, tawala kabisa. Tawala Yesu, tawala Roho, tawala Yesu, atawale. Atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Biashara yako kisabalatika, mwatie Yesu, atatawala. Mwambie Yesu, tawala Bwana, mwatie Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Haleluya, mwatie Yesu, atawale. Atawale, atawale, mwambie Yesu, atawale. Atawale, atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Na mboma yako ikivunjwa na shetani, mwatie Yesu, atawale. Atawale, haleluya, mwatie Yesu, atawale. Na ndoa yako ikingiliwa na shetani, mwatie Bwana Yesu, atawale. Haleluya, atawale Yesu, mwatie. Atawale, atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Haleluya, atawale, mwatie Yesu, atawale. Moyo wangu na nafsi yangu Bwana nakukabidhi zote, utawale. Siwezi bila wewe, tawala Bwana, haleluya. Oh, mienendo yangu na mawazo yangu Bwana nakuatia wewe, utawale. Tawala Bwana, atawala tu, mwatie Yesu. Oh, tawala, atawale tu, mwatie Yesu, atawale. Tawala Bwana, haleluya, haleluya. Oh, mtumishi wako roni mwako twakuatia wewe, utawale. Utawale Bwana, haleluya, mwatie Yesu,
madhabahu yako twakupatia ewe Mungu, tunakuatia utawale. Haleluya, itawaliwe na wewe, tunakuatia. Wachungaji ni mikononi mwako, twakupa wote kwako uwatawale. Tawala Bwana, watawale Bwana, twakuatia. Waimbaji wote mikononi mwako Bwana, tunakuatia uwatawale. Tawala, tawala Bwana Yesu, atawale, atawale. Haleluya, mwatie Yesu, atawale, atawale. Haleluya, mwatie Yesu, atawale, atawale. Tawala tu. Haleluya, pigia Bwana wetu Yesu makofi. Ni kwa sababu uwepo wa Mungu upo katikati yetu, na ni kweli anatawala, anatawala milele. Mungu wa Israeli, jina lako Bwana litukuzwe. Wewe ni Mungu, wewe ni mwema. Kando yako hakuna Mungu kama wewe. Unayetawala maisha ya mwanadamu, pokea sifa. Unayetawala mienendo na mawazo ya mwanadamu, tunakupa sifa. Endelea Bwana na kutawala. Tawala Yesu, tawala Roho Mtakatifu wa Mungu, utuongoze kwa kila jambo na kwa kila hali. Ni kwa sababu ya uaminifu wako, wewe ni mwema. Tawala Yesu, tawala Roho, tawala Mungu. Asante Roho Mtakatifu, ni kwa sababu ya kutawala. Tawala, tawala. Haleluya, atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale, atawale, atawale. Yesu, atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale. Haleluya, atawale. Mwachie Yesu, atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu, atawale. Tupigie Bwana wetu Yesu makofi. Ni kwa sababu kwa hakika ametawala, ametawala. Tukubali kuchukua viketi vyetu, tukae chini, na Bwana atazidi na kututenda mambo makuu. Naomba nitoe muda huu na wakati huu ukiwa wakati wa ushuhuda kwa dakika chache sana. Tupate wakati wa ushuhuda. Jitoe tu ushuhudie ukuu wa Mungu. Kwanza nimkaribishe brother yetu hapa, amekawia bila kukuja. Sasa sijui alikuwa amepotelea wapi. Kubali kutusalimia tu. Tumefurahia kukuona mara tena, tunajua hauko umepotea juu umekuja. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu ni Patrick Sabatia. Sikuwa nimepotea. Maisha yako na shughuli nyingi. So nilijikuta katika hali ikawa ninatamani kuja but siwezi kufika kwa sababu ya zile shughuli zilikuweko. Sababu mimi nilikuwa na mwanafunzi alikuwa na join form 1. Shule yake haikuwa ya hapa Nairobi. Shule yake ilikuwa ya Kajiado. So nikawa na hizo shughuli za hapa na pale, kujua Mungu atanitendea lipi ili ajoin shule. So nafikiri hiyo mostly
ndiye linifunga si kuweza kupatikana hizo siku zingine zote. But niko mzima, nashukuru kwa wema wake. Sababu hata huo kijana kujoin hiyo shule si kwa sababu vile mimi ninaweza ama nilijiweza. Amen. But ni kwa mkono wa Bwana. Amen. So ako shuleni na ninamtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na ninajua atatenda mengi zaidi kuliko haya. Ni hayo tu, mbarikiwe. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu ni kwa sababu mtoto ameingia shule. Na mara mingi sio kwa kujitahidi kwa mwanadamu kunafanyanga ati juu mtoto amepita mtihani ameitwa shule, unapatanga inakuanga challenge. But we thank God that mtoto ameingia shule. Kuna wengine hawajaingia. Bwana asifiwe. Naomba nipate ushuhuda mwingine tafadhali. Biblia inasema aliye na mwana ako na ushuhuda. Na usipokili ya kwamba yale Mungu ametenda ndani yako, hata eka ingine kama hiyo kidogo huwezi ukaisema. Na ndiposa Mungu huwa anatutendea, ananitendea hii na wewe anakutendea hii. Ndiposa nitakaposimama niseme yale amenitendea, inakutia moyo, na wewe usimame useme yale amekutendea, inatutia moyo. Kwa hivyo kusimama kushuhudia Mungu si eti ni usimame uonekane, hapana. Bali Mungu huwa anachukua huo utukufu na unazidi kubarikiwa. Ukitoa hiyo kidogo Mungu amesema na unanga, wacha nikupatie kubwa ili bado waambie, anazidi na kukuongezea. Lakini usiposema hako kadogo, ataongezea wapi? Atasema wapi? Atasema aje? Kwa hivyo tafadhali jifundishe kuwa mahali pakiulizwa kama mtu wako na ushuhuda, hata vile ulitoka kwenye umetoka. Wengine wamekuja na magari, wamefika. Kuna mtu mwingine wamepata accident, hata ikiangaliwa imefanyika aje haieleweki. Juu ukiangalia mahali pale si mahali ambapo panaweza kuwa na accident, lakini wewe umefika tu. Hata uliingia kwa gari ukalala, umejipata umefika, ni makanga na kuamsha wewe, amka umefika. Tusionele kama kutoa ushuhuda ni kama si kusema yale mambo makubwa mengi eti utastua watu. Hata hiyo kidogo kusema nimeokoka. Kuna wengi backslide, wamepatana na mambo, wamerudi nyuma. Kuna wengi leo hii ukiamuka ukijinyoosha na hata huku kubuka kuomba, waliamuka wakiwa kwa vitanda za hospitali. Wengine walikuwa nakibizwa mochari na tulikuwa na wao jana. Kwa hivyo wewe sio kwa matendo yako mazuri. Kwa hivyo it's always good unaposimama na kushuhudia wema wa Mungu. Tunaye mtu mwingine tafadhali. It's always good kushuhudia Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina ni Naomi. Na tukuza Mungu na nasikia furaha kwa kuwa amekuwa pamoja nami. Amen. Amekuwa mlinzi wangu, ananilinda. Na naomba Mungu aendelee tu kunilinda, na wakati nashukuru Mungu maana jana nilikuwa najiuliza sasa kesho nitafika kweli katika nyumba ya Mungu. Lakini nikiamka asubuhi nikasikia sauti inaniambia enda tu, hata kama nikikombea maji utapeleka, lakini ufike kwenye madhabahu ya Mungu. Na mimi nimeshukuru maana nimefika. Amen. Na nasikia furaha, na Mungu ambariki. Amen, amen, amen. Mungu akubariki na akutende mema. Hata kusimama tu kusema tumeomba ya kwamba tukuwe na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, na nashukuru Mungu ya kwamba kutoka leo nitakuwa na ushirika mzuri na Roho wa Mungu. Hiyo ni ushuhuda, sababu inaonyeshana mfano ulikuwa unatii, ulikuwa katika ibada, ulikuwa unasikia venye tunasema. Amen. Amen. Nasalimu katika Bwana Yesu. Mmesalimika? Tumesamirika. Nami nimeokoka. Kristo ni Bwana. Mwokozi wangu amenilinda, amekuwa tegemeo, amekuwa jibu langu. Bwana apewe sifa. Amen. Nakumbuka wakati mmoja Reverend akasema anaombea wale watoto wanafanya mitihani. Mimi pana msichana rafiki yangu sana, nikasimama kwa pengo hapo Kakamega. Nikamwambia Bwana, mimi sina huyo msichana nimpeleke mbele, lakini nimesimama na nataka tu apite. Mungu nisikize. Bwana apewe sifa. Amen. Niwaambieni. Alafu akasema wenye wataweka
Tulipotoka nikiwa hapa chini nikapigia mama yake. Nikamwambia Immaculate akiweka kwa swali la simwambie, tutajua atapita vizuri. Sasa tukangojea siku ya mtihani. Sasa wakati alitoka mtihani jioni, nikapigia mama yake nikamwambia, uliza Immaculate aliweka nini. Jibu la kwanza akamuuliza akasema aliweka Wonderful. Nikamwambia sasa tumngojee Mungu. Niwaambie ni alipita, alikuwa na 386. Wonderful. Hallelujah. Nikaona tu Mungu kwa mkono wa Mungu. Nikakaa kidogo sasa nikamwambia Mungu, mama yake hana kazi, anafua manguo. Unajua wa mama ambao wanafua manguo ni watu yani hawana, tuseme hawana. Hata kufaa kwa watoto wao unaona tu hawana. Na ni vizuri sababu Mungu anajibu. Hata kama huna leo, Mungu anajua kesho utakuwa. Bwana apewe sifa. Tumepitia kwingi. Ile miaka nimekaa, nimepitia kwingi. Milima, mapode, mteremko, nini, naenda barabara hivi, narudi hivi. Kwa hivyo utapitia kwingi. Bora tu uvumilie na muachilie Bwana. Yule msichana sasa akawa na 386. Sasa nikamwambia jaza mafomu za mabenki. Yule mama yake akajaza akaona akaruhusi hope. Lakini niwaambie leo ako Moi Girls. Bwana apewe sifa. Wonderful. Hallelujah. Nimeona Mungu, najua Mungu anatenda. Tukimtegemea Mungu, tukijiachilia kwa Mungu, tukijua ni Mungu na anatenda. Bwana apewe sifa. Ni mengi nimeona tangu nije kwa haya madhabahu. Hata siku ile niko nikumwambia huyu dada, nimeona mengi, wengine hata siwezi nikasema sababu itakuwa nitasemaji. Nilikuwa kama kipofu, sikuwa nikiona mtu mzuri. Sasa naona kila mtu ni mzuri. Ujue hii rejection spirit inatokana na kwako wewe. Wewe unaona watu ni wabaya, watu wanakuona wewe mbaya. Sasa ile rejection spirit na waona watu ni wazuri, watu wananiona mimi mzuri. Hata kwa kijiji sikuwa nikiitwa, nilikuwa tu na ati yule ameokoka zaidi. Watu ni kama ananiogopa, nami nawaogopa watu. Siku hizi watu haniogopi, siwaogopi. Nimeona mkono wa Mungu, najua Mungu atatenda mengi. Mbarikiwe, tumngojee Mungu, tumtegemee Mungu, tujiachilie kwa Mungu. Yani tujitwike yote ambayo ni chukizo kwa Bwana wetu. Tukijitwika yote, Mungu atakuwa Mungu na tutakuwa tukiona mkono wa Mungu uko kwa upande wetu. Mbarikiwe. Amen. Sasa kama ungetuambia hayo tungeambiwa na nani kusema ukweli? Sio ni ushuhuda tosha? Na si tutajua kwamba Mungu ni kweli anatenda. Na hata wewe uko na mtoto sahi aliingia class 8, ni kweli utamwaminia Mungu. Na utasikia venye mchungaji atasema hivyo ndivyo utafaa, na at least utapata mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo it's always good. Mungu akikufanyia kitu, kubali tu kuishare na watu wale wengine. Ni kwa sababu leo Mungu amenipitisha kwa jambo hii ili niweze kukuja kushuhudia. Maybe uko katika hiyo hali. Mimi Mungu amenishidania, amenipigania na amenifanyia hivyo ili na mimi nisimame niweze kukutia moyo, ili upate nguvu za kuendelea, ili imani yako iweze kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikawai aibika kusimama kukili wema wa Mungu na matendo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine nimefungia, tafadhali. Kunaye mtu mwingine nimefungia. Karibu mama. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Hana Joki. Mimi ninaokoka na kutoka nikuja hapa ninaona mambo mengi. Amen. Hata iko vitu ilikuwa inatembea usiku. Na kutoka nikuja hapa na nikaobewa. Hiyo vitu sioni. Amen. Inakuja inarudi kama mtu anafukuzwa. Sasa nikasema Mungu ni mwema. Nilikuwa inatembea inakuja hapa katikati ya kichwa, inakojoa hapo. Lakini siku hizi sionagi, kikuja ni kama inafukuzwa. Amen. Mimi nashukuru Mungu. Amen. Nasema yeye ananitendea vyema. Amen. 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 Ni vizuri kushuhudia Mungu. Na hapo ndipo tunajuanga ni kweli Mungu huwa anafungua.
Mungu kweli anabariki watu, sababu ukibarikiwa na unyamazia na huko, tutajuaje kweli huwa Mungu anabariki? And it's always good wakati unatoa ushuhuda, mpaka mtumishi wa Mungu anapatanga nguvu ya kuendelea. At least anaona ile kazi anafanya si kazi ya bure. Maybe mliomba jambo na wewe imetendeka, umenyamaza tu mahali pale, ajijazie ya kwamba Mungu alitenda. Lakini unaposimama mbele ya watu na kuwaambia Mungu ametenda hivi, hata kesho akiombea mtu mwingine ataomba akijua ni kweli tunaomba Mungu ambaye anatenda, Mungu ambaye akiahidi anatimiza, Mungu ambaye anafungua. Maybe ulikuja mahali hapa kama umefungwa, na kupitia kwa maombi, kupitia kwa nguvu za huyu Mungu umefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maybe ulikuwa ada mambo ya kishetani hivi, umekuja kwa nguvu za Mungu umefunguliwa. Na kuna mwingine hapo anagojea hiyo ushuhuda yako, na ili achukue hatua ya imani kukuja kwenye madhabahu haya. Kwa hivyo it's always good, hiyo kitu kidogo unaona kwako ni kidogo, ya kwamba haina maana kushuhudia, kubali kuishuhudia, na Mungu atakutendea ingine kubwa zaidi kushinda hiyo. Na utaishi kukili wema wa Mungu, utaishi kuambia watu kuhusu matendo ya Mungu, vile yalivyo makuu, vile yalivyo matamu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasemanga siku moja ya kwamba nilipokuja kwenye haya madhabahu, nilikuwa na kujanga kesha peke yake. And I thank Corona because kwenye tulikuwa tunashiriki wakati ule kukafungwa, tukapatwa huko na chief, tukaambiwa tufugwe, ni kwa sababu hatutii sheria. Nikakuja hapa huku hakufugagwi. But I thank God that kuna mambo mingi Mungu amenifundisha, kuna umbali Mungu amenitoa. Atakana kwamba nitakwambia, unajua watu huwa wana expect nikwambie nimebarikiwa na kiti kama hii, at least kitu unaona na macho, lakini inward me I know what God has done to me. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu tafadhali, kwa makofi tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Kubali kupiga makofi, makofi. Naomba tuketi. Najua mmekuwa na wakati mzuri. Nimekuwa safarini kidogo nikachelewa. Nilikuwa nimeenda saidi za Marilal kuombea Waislamu waokoke pia kama nyinyi, na wameniambia niwasalimie, sijui kama mmesalimika, na wameokoka 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngite kuja ukalia hapa. Shosho ukaikale mwana. Anytime ukikuja unaitisha keyboard, ukinyima unaingia hapo ndani, unachukua cable, unashikanisha, unacheza. You are part of this family. Sasa usingoje ati uambiwe upatiwe ruhusa. Ingia hapo ndani, chukua, cheza keyboard. Nimesema viti za mbele zikaliwe zote. Asante sana Beatrice, lakini nilikuwa nafikiria utaendelea kabisa kabisa. Nikaangalia kwa vyombo vya habari, nikaona unangojea pastor akuje ndiye akwambie answer, which is also not bad. Bwana asifiwe sana. Keti pale, kuna kiti pale. Sawa. Na wewe uketi hapa Beatrice. Na wewe Dennis uketi hapo. Hivyo mnajipanga vizuri ndio tunaweza kuendelea. Nasikia niwafundishe tu dakika 15. I've been driving all the way mpaka nimefika. And it's a journey ambao nilidrive nikaenda mpaka karibu na road one. Nilikuwa naonya road one ndio ile karibu pale. Na tena nimedrive back
which is it's for the mission, for the body of Christ, and it is good that salvation has come the other side. Na tunaenda kufungua braji huko. Sijui kama tutatuma Dennis na Irene. Siwapigieni makofi. Kwa hivyo muanze kujitayarisha. Could be in next 2 months tukimalizana na ile ya Dhika tunaenda padi hiyo. So ni venye Mungu anatuambia tufanye. We are gonna do that. Leo nataka tuzungumzie, sijui ulikuwa na Kiswahili ama ni ya Kiingereza hiyo yako? Utanisaidia ama tukusaidie? Tusome kitabu cha Wakolosai 3. Wakolosai 3. Leo nataka tusome character, mienendo ya Mkristo, mtu ambaye ameokoka. Unastahili kuishi maisha gani? Kwa sababu hii maisha ambayo tunaishi imechangia pakubwa katika kuinua madhabahu ya shetani katika maisha yetu. Na unaweza kufikiria umeokoka, lakini tabia zako na mienendo yako haipelekani kabisa na jinsi Mungu anataka ukae. Kwa hivyo leo nataka tuangalie, kwa sababu hizo ni baadhi ya vikwazo ambavyo vinakuzuia kufaulu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumeokoka, lakini kuna tabia ambazo tuko nazo zinachangia sisi kutokuendelea. Tumeokoka, tuko kanisani miaka yote, lakini kuna kitu kinazuia. Maana umeshindwa kuacha vitu vingine. Kuna tumizigo umeshikilia, kuna tukamba umeshika, kuna tuminyororo tudogo ambazo tumekushika. Lakini kwa wokovu unajua kuhubiri vizuri, unajua kufanya huduma kanisani vizuri, unajua kuimba vizuri, ukiambiwa utoe unatoa vizuri, lakini kuna kakitu ambako kanakuzuia katika upenyo wako. Kwa sababu vitu hivi vidogo unaweza kufanya kazi 99%, 0.5% ikuangushe. Kwa sababu connection yako na Mungu, it is depended on your righteousness. Biblia inasema seek ye the kingdom and it is righteousness. Tafuta ufalme na utakatifu wake. Sio ufalme peke yake. Kutafuta ufalme ni peke yake ni kutafuta mienendo na kukaa na kuishi na kumwamini Mungu. Lakini pia na utakatifu ni vitu vyote vinavyoambatanishwa. Usafi na utakatifu unaoambatanishwa na ufalme wa mbinguni. Maana unaweza kuwa ndani ya ufalme, lakini wewe unakaa ni kama you are not part of the kingdom because of your character. Hi. Mambo. Inua mkono juu. Inua mkono moja juu. Ulipona? Good. Mpigieni makofi. Haka katoto kalikuwa hakasikii kabisa, kalikuwa kananiogopa kuja. Kalikuwa kananiogopa, hakataki kukaa karibu na mimi. Panda hapa juu. Wasalimie watu wa Mungu, wasalimie. Hivi, wasalimie hivi. Umeona? Wafanyie hawa. Wasalimie hawa. Wasalimie. Fanya hivi. Fanya hivi. Huyu mtoto alikuwa hasikii kabisa. Kabisa. Labda uende karibu useme wasalimie ndio asikie. Lakini unaona mpaka juzi nilikaa pale nikaongea na meheho na kakasikia kuja ukae hapa. Kuja kaa hapa. Kaa hapo. Ushughulikiwe zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. You see, these are the fruits of the kingdom. Kuona ile kazi Mungu ana uwezo wa kufanya. Ukimwamini tu Mungu, anatenda, anafanya mambo makubwa sana. Kwa hivyo wacha tuangalie characters of a new man. The characters, who is a new man? A new man ni mtu ambaye amepokea uokovu. Mtu ambaye ameokoka. Ukiokoka, aliyekuwa na dhambi anakufa. Kunafufuliwa mtu mwingine mpya ambaye anatembea na kukaa kulingana na ufalme wa mbinguni. Then that is now you become new in Christ.
Praise be the name of God. You become new in Christ. Unakuwa mtu mpya. Aliye wa zamani anakufa. Aliye anatenda dhambi anakufa. Aliyekuwa akifanya usherati anakufa. Aliyekuwa akifanya mambo ambayo hayambatanishwi na mafundisho ya mbinguni yanakufa. Lakini kutoka hapo, wakati huyu wa mtu wa zamani anakufa, kunafufuliwa mtu mwingine mpya. Na huyo mtu mpya ni wewe na mimi ambaye tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, we who are saved, we are the new people, the new character. There is a seat for you here. There is a new character. You are a new character. When you become a new man, ukikuwa mtu mpya, unasikia mama huyu akisema venye kwa zamani kulikuwa kukifanyika na sasa kunafanyika. Maana yule mtu wa zamani amekufa, kumefufuliwa mtu mwingine mpya. Kwa hivyo nataka tuone hapa, tuangalie the character, tabia mtu huyo anafaa kuishi maisha gani. Huyo mtu mpya, maisha yake. What is the character of that new man? Ndio ujue leo kama you are born again or you are not born again, because you might be coming to church and you are yet born again. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata nikijaribu kukutoa mapepo hapa, nijaribu kuvunja madhabahu, and you are not born again, it means nitakutoa lakini utarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the main challenge we have. Ninafanya huduma kubwa sana hapa, uwepo wa Mungu unashuka, lakini unashuka kwa mtu ambao anakuambia amesikia vizuri, lakini ukikutana na huko chini anakuambia pastor, hapa bado kuna uma. Lakini akitoka hapa alikuwa amepona. Ukikaa kidogo siku mbili, pastor, ile kichwa imerudi. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna mlango umekataa kufuga. Na wakati unakataa kufuga mlango, hiyo ya shetani anapata kajia kakuingia. Kuna mama mmoja alikuwa na nyumba kubwa sana ya ghorofa kama hii, kubwa kabisa. Na hiyo nyumba ilikuwa chini ya shamba ya eka 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo shamba akaamua akasema, wacha niuze nyumba nilime shamba. Kwa sababu alikuwa na nyumba nyingine. Akatafuta mtu wa kununua. Alipotafuta mtu wa kununua, kwa sababu alitaka kubaki na shamba, na hiyo nyumba imejengwa ndani ya hiyo shamba. Kwa hivyo alikata sehemu tu ambayo hiyo nyumba imekalia, kakuota, akauza. Akatafuta mnunuzi kama Scholastica, akakuja akanunua. Lakini kuna kitu kimoja aliambia huyu Scholar. Akamwambia, hii nyumba nitakuuzia, lakini kwa sababu ninaidaka kwa ile shamba na hapa ndio nalimanga, ningekuopa tu. Hapa kuna kamshumari na kuaga nimeweka hapa, hii kamshumari nataka ikue nikikuja na wekelea koti yangu na usisikie vibaya. Huyu mnunuzi akasema, hakuna shida, chukua weka, hata ukitaka kuongeza mshumari mwingine ongeza. Akamwambia sitaki kingine, maana koti ni moja. Akamwambia basi weka. Sasa katika maandishi akamwambia, unajua mtu anaedaga labda unakufa unaacha watu wengine, nataka kwenye maandishi tuandike ya kwamba kamshumari ni kanani, kamshumari ni yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutawacha hii kamshumari na iandikwe ndani ya maandishi. Na wakaandika assignment, wakaandika hiyo kitu yote, hiyo contract ya kusaini kununua nyumba, na ikaandikwa kamshumari ni kamwenye shamba mwenye aliuza, na atakuwa kamewekwa hapo kwa ajili ya kuhang koti yake, kuhang kitu yake, kuhang kila kitu, ili ataona ni yake, as long as ni yake aihangi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikakaa miaka moja, nyumba hizo contract, nyumba imeuzwa, lakini kamshumari ni kamzee. Mzee anatoka hapo akienda kwa shambani, anakuja anaweka kabuti yake, anaenda kwa shamba. Na hakuna mtu anamuuliza kwa sababu ni kamshumari tu na ni kitu kadogo. Na anaenda analima, anakuja anachukua koti yake anavaa, anaenda. Sasa wakati mmoja watoto si walikuja, watoto wanatokaga UK, wengine wanatoka US, wengine wanatoka Geshagi, wanakuja na mwambia daddy, huyu mtu mbona anawekaga kamshumari hapa? Anasema hapana, kamshumari wacha tu aweke kwa sababu hakana shida. Akasema hapana, hii koti yake inanuka, ni koti iko na uchafu mwingi sana. Siwezi, kuna mimi iko na wageni nimeleta, nimeoa mzungu, alafu mzungu akuja akute koti imekaa hapa, imekaa hivyo. Sasa unaonaje? Baba akamwambia sasa labda tuongee na yeye tumwambie atengeneze mahali kwingine. Naye mzee akamwambia kuja. Akamuita akakuja, wakaongea. Akamwambia sasa nataka utoe hii koti yako kwa hii mshumari. Naye akamwambia mshumari natoa kwa nini? Akamwambia iko kwa nyumba yangu. Nikamwambia hapana. Mzee akamwambia hapana, haiko kwa nyumba yako. Mshumari hapa
Angalia kwenye maandiko, hii mshumari ni yangu, na kwenye maandiko inasemekana haitatolewa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kalikuwa ni kamshumari tu, nika kitu wewe unapuuzilia tu, nikapitu unaondokea tu, nasema ni kawaida tu. Wakaanza kung'ang'ana. Mzee akalipoona hawa watu watamsubua kichwa, alienda akaleta koti ambayo inanuka zaidi, akaweka hapo. Sini kwake, mshumari sini yake, akaweka hapo. Akaenda kuchuga nyumba mzima, compound mzima ikanuka. Mshumari ni yake. Akakaa siku nyingine akakuta hawa watu wametoa koti, wameagusa chini. Alienda akatafuta kiubwa, akakuja akakishuria hapo. Maana mshumari si ni yake, nyumba ni yake, mshumari ni yake na vitu ni zake. Nyumba mzima ikanuka. Wakaenda wakaita chifu na polisi wakuje wafanye kesi. Yeye hata hakufanya kesi, aliwaambia chifu, umesoma? Polisi, umesoma? Angalia agreement. Wakaangalia agreement, wakapata mshumari ni ya huyu mwenye ubwa, na imeandikwa atakuwa akihang kila kitu anataka kuhang as long as ni yake. Kiubwa kilikuwa kiake, ni yeye alihang hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akahang siku nyingine, akapata nyani imekufa, akakuja akaihang. Sini mshumari sini yake. Sheria inasimama na mwenye mshumari, maana mshumari imeandikwa kwenye maandiko, imesemekana hii mshumari haitatolewa, ni ya huyu mzee, na hapo mshumari iko ni pa huyu mzee. Nyumba ilinuka, ilibidi hawa kununua nyumba, wahame hiyo nyumba, waende wakakoboe nyumba ingine. Kwa nini? Kwa sababu ya mistake walifanya, wakaignore ka close kadogo sana ambayo imemletea shida. Bwana Yesu. Na hiyo ndio maisha ambayo sisi wa Kristo tunaishi. Ni maisha ambayo tunapuuza tu vitu, unaona haka kama kosa Mungu hawezi kakaona, lakini hako kama kosa unaona ndio kadogo, ndio makosa kubwa sana. Katika kudumisha imani ya Mungu kwako, kudumisha upendo wa Mungu kwako, lazima ukae kulingana na venye desturi na tabia za kiungu kule mbinguni. Lazima ufuatilize kila, kusikue kuna kamshumari. Huyo mtu alijuhama nyumba yake kwa sababu ya kamshumari. Na hiyo ndio imefanya watu wengi tumepoteza maisha, tumepoteza ufalme wa mbinguni, tumepoteza the kingdom, the glory of the kingdom, because we have fallen short of the glory of God. We are not doing what is supposed to be of us to do. Tuliignore, tulisema nika kitu kadogo tu, tulisema nikatisha tu kama tulisema tu nilimuita tu, nilimwambia kwenda huko, na ikakuwa ni kwenda huko. Sasa wewe kwako kwenda huko si matuzi, lakini kule mbinguni kwenda huko ni matuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mimi nilimpata hapo tu, nikasema nikamrushia tu ka shilingi 10, nikaenda. Saa hiyo huko na shilingi 1,100 kwa mfuko, na unaenda kukunywa pombe. Ukaigino kwa sababu nikashiriki 10. Kule mbinguni kumeonekana mimi Mungu nilikupatia 1,100 usaidie watu wangu. Ulikuta mtu ambaye alikuwa anahitaji msaada wa shilingi 1,000 ukampatia ka 10 tu. Mtu alikuja kwako kwa nyumba asubuhi na mapema, akakwambia nataka tu nipatie kasukari nipikie watoto wangu chai. Lakini wewe ukamwambia huyo mtu ya kwamba mimi sina sukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni Mungu alikuwa anakuangalia. Nika kitu kadogo, mtu amepita, ameenda. Kuna mama huyu mwingine tulikuwa tunaambiwa story ya kwamba alikuwa anakutana na Mungu kila Thursday. Kila Thursday alikuwa anaenda kwa mlima kukutana na Mungu. Baka siku moja akaambia Mungu, si siku moja tu ukuje unitembelee kwangu. Naye Mungu akamuuliza, haya, kwa hivyo unaweza taka nikuje nikutembelee? Akamwambia ndio, mimi naweza taka ukuje unitembelee kwangu. Maana naendaga kuambia watu kuhusu wewe na hawaja kuona, na mimi natakaga tu tuende tu ndio wadhibitishe ni wewe unanituma. Akamwambia basi Alhamisi ijayo usikuje, nitakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama akaanza matayarisho kutoka Alhamisi ya leo, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, akanunua mpaka vikombe mpya. Mpaka ile inafichagwa kwa kabati, ile ya wageni ya Disemba. Akatoa masafuria, akatoa mabesheni, akatoa compound kasafishwa kwa sababu kuna mgeni anakuja Alhamisi. Chakula mpaka ikapikwa vizuri. Alhamisi asubuhi saa 3 asubuhi Mungu alikuwa amemwambia atakuja saa 5. Saa 3 asubuhi ameandaa kila kitu na mlo tayari na compound imesafishwa vizuri. Kukatokea kamsee kakongwe kanatembea na mti. Kamsee kalikuwa kana vidoda kila mahali, kananuka. Inzi zile zinakafuata ni za green na za blue na za yellow na za black.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kananuka, kakienda hivi unasikia ni kama ni nyuki, unasikia ile sauti ya nyuki. Unafikiria ni nyuki zinapita, kumbe ni mainzi za choo, mainzi za maiti, mainzi za makuda, zile zinakulaga maubwa na zile zinakulaga mapuda. Unajua ni tofauti, kwa sababu nyama ya puda sio ya nini, ya ubwa. Sasa hizo mainzi zote zilikuwa zinafuata mzee. Hata nywele hakuwa, vidonda vilikuwa vimejaa kila mahali, na kalikuwa hakana nguo. Sasa una imagine kila mahali kalikuwa na kidoda, na kalikuwa na kamuti kanatembea. Alafu usaa, inaita kwa usaa ile mahira meta kwa tia uni usaa ilikuwa inatiririka tu. Hapo unaona inatiririka, hii ingine inatiririka, unaona mpaka manyonde magunyo zilitanga magunyo zilikuwa zinatoka. Unaona kigunyo kinatoka hapa kinateremka kikienda kukula ishi mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama alipoona huyu mzee, akaangalia mzee, akakimbia mpaka kwa mzee. Kufika karibu na mzee, akapigwa na kihera kingine, akarudi nyuma, akambia mzee, toka hapo. Akapiga duru mzee afukuzwe. Mzee akamwambia, nakuomba tu unichapatie tu chakula tu kadogo tu nikule, niko njaa. Mama akamwambia, toka, hata nikigeuka. Akaangalia na kwingine, akamwambia, nikigeuka hivi nisikukute hapo. Mzee akamwambia tu, hata kwa karatasi niwekee chakula tu kidogo. Akamwambia, sina mahali naweza kukuwekea vitu hizi zote, unaona ni za mgeni wangu, toka hapo, unaharibu. Akafungulia maumbo, akamseka kuliwe. Kamzee kakang'ang'ana tu kuomba kitu. Kakamuomba, kakamwambia, niwekee kwa hii magoko hii ya mti, niwekee tu chakula kidogo. Akamfukuza. Akamwambia, niwekee kwa karatasi ya nylon niende nikikunywa. Akamfukuza, akasema hakuna. Basi mzee akasikia maubwa zimeanza mpaka maubwa zilizokuja hivi zikasikia harufu, zikarudi nyuma. Venye hako kamzee kalikuwa kananuka. Sasa una imagine mpaka ubwa inarudi nyuma, venye huyo mzee ananuka, ameingia kwa hiyo compound yake ya huyu Mungu. Na Mungu anakuja, na hiyo ni saa 4:30, saa 5 ndio hiyo karibu kufika. Mungu aingie, akamfukuza kamzee. Kakafika, kakaogoja mpaka saa 4:45, kakatoka tu hapo pole, kakaenda kwa neighbor, kakaingia hiyo nyumba ya neighbor, kakakuta mama mwenye alikuwa mjane, alikuwa amezaa. Mjane ni na yule amezaa, yule amezaa, yule ako na mtoto si mjamzito, ule amezaa akakuta huyu mama alikuwa mtoto ya amezaa, ako na siku 2 ndio kutagwa sai. Kamzee kakaigia, kalipoigia mama akakaona, akamuuliza mzee, unataka nini? Na kuomba nisaidie tu maji tu dogo tu. Mama akaweka mtoto chini, akaenda akachota tu maji, akapatia mzee. Mzee akamwambia, mimi hata niko njaa. Akamwambia, ile chakula iko hapa ni ya mtoto. Akamwambia, nipatie tu kidogo, hata kama ni ya mtoto tugawane na mtoto. Mama akaenda akachukua yote ya mtoto akapatia kamzee. Lakini kama nanuka, mainzi zimejaa mpaka zimefunika mtoto kama brageti. Kamzee kalipomaliza kukula, kakaambia mama, mimi ndio nilikuwa nikuje kwa hii nyumba. Tulikuwa tumeagana na huyu mama nitakuja Thursday saa 5. Nimekuja mapema nikaekae, amenifukuza. Lakini sasa kwa sababu nimekuja kwako na umenipokelea, ile kitu nilikuwa nimebeba ya hii nyumba nimeileta kwako. Na mzee akapotea. Mama kuangalia hivi haoni mzee, kuangalia hivi haoni mzee. Ile baraka yote Mungu alikuwa amekuja nayo akawacha kwa huyu mama. Kwa nini? Kwa sababu tulikosa kuelewa. Sisi tunataka Mungu mwenye anavaaga suti. Tunataka Mungu mwenye anakaaga ruda. Tunataka Mungu mwenye ni tajiri, mwenye ni msafi, mwenye ameoga vizuri. Lakini huyu mama wa mtoto alinotice, akaona hii si jambo la kawaida. Na hapo ndio sisi wengi tumeangukia mtihani. Baraka zimekuja, na wakati Mungu, visitation ya Mungu kukuja kwa maisha yako ilikuja, lakini Mungu alienda. Mama kugoja, akagoja saa 5, saa 6 ndio hiyo, saa 7 ndio hiyo, saa 9 ndio hiyo, saa 10 ndio hiyo, 11 mpaka akaenda kalala. Akagojea mpaka Thursday. Akaenda Thursday akauliza Mungu, ulinidanganya kwa nini? Mungu akamwambia, nilikuja ukanifukuza. Nilikuja. Akasema hapana, hukukuja. Niki mtu kingine kilikuja hapo, kilikuwa kinanuka. Akamuuliza, kwani unafikiriaga mimi nakuaga aje?
Bwana Yesu asifiwe sana. Unaga hiana, ushiragia goroko hiana te. Wewe unafikiriaga mimi na kuaga aje? Tunaogeaga tu na wewe. Hebu ni describe ama unicholee pale na kuaga namna gani? Mama alianguka chini akapata ameanguka mtihani. Lakini kumbuka huyu mama every Thursday alikuwa kiongea na Mungu. Every Thursday alikuwa kienda anaongea na Mungu. Lakini wakati wa mtihani wa Mungu kukuja, visitation ya Mungu, hapo ndio naangukia mtihani. Hapo sisi wengi ndio tumeangukia mtihani. Walking with God is not having the presence of God. Kuwa na the grace is not the presence of God. The grace, sisi zote tumezaliwa tukiwa na grace. Abraham alitoka nyumbani, Mungu ndiye alimwambia Abraham, simama, toka, enda nyumbani, enda mpaka ile nchi nitakubariki. Ni Mungu alimwambia, si kutumano kulitumano, Mungu ndiye alimwambia. Na kwa hivyo alisikia sauti ya Mungu. Lakini tukienda mpaka mahali alifika, akatoa dhabihu, akatoa sacrifice. Na Bible inasema and God appeared to him. Hallelujah. So there is a big difference between walking the grace of God and God appearing to you. Because when God appears to you is when you bring him into your life. You bring him ndani yako. Aknapata nafasi, unamjengea madhabahu, unamjengea namna ya kukuja kukaa pamoja na wewe. Na hiyo ndio Mungu anaongojeaga. Hii grace, it is no hata maumbo ziko na grace. Hata zile chawa zinakukuraga unafinya hii inakufa, inakuwa na grace ya Mungu. Hata nini, hata jigas, hata nyoka ile inakuja na kuuma, iko na grace ya Mungu. But God appearing to you, God will appear to you with a promise. Mungu akikutokelezea lazima akupatie promise. And he appeared to Abraham, na akaambia Abraham, atazama mahali macho inafika, yote nimekupatia. Dunia mzima, kizazi chote, wewe ndio utakuwa baba yao. When God appears to you, he comes with a promise. Naye Yakobo wakati aliinua madhabahu, Mungu akamtokelezea, akamwambia, akambadilishia jina na akamuita Israeli, na akamuita wewe utakuwa mbarikiwa. When God appeared to him. But remember, aling'ang'ana na Mungu mpaka asubuhi. Mahali popote alienda na Mungu. Alipozaliwa akiwa kwa tumbo ya mama yake, Biblia inasema ya kwamba utumbo uko na watoto wawili, mmoja nampenda na mmoja namchukia. Huyu nampenda ni nani? Ni Yakobo. Kwa hivyo hata kabla kuzaliwa alikuwa na Mungu. That is what we call the grace. Uimbaji wako mzuri, utaimba ngite, utaimba ile nyingine yote, lakini the point is that is the grace of God. Wait until God appears. Because when God appears to you, he changes everything. Solomon akaenda akatoa dhabihu na akatoa sadaka mlimani Gibeoni. Alipotoa, nani alimwambia akatoa? It is God. Before Solomon coming up, ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Daudi. Alikuwa akiwa na Mungu. Lakini wakati alitoa sadaka, wakati alitoa dhabihu inaitwa sacrifice, akatoa ng'ombe 1,000, wakachinja mpaka damu ikapita kwenye magoti ya miguu venye ilikuwa ikitiririka. Hapo wakati alienda kulala, the Bible says and God appeared to him. Wait until God appears, and you must do something extra. Lazima ufanye jambo ambalo ni extra. Jambo ambalo ni extra, ambalo halijafanywa na mtu mwingine. Na Biblia inasemaje? Kutoka siku za Solomon, ile wisdom ilipatiwa Solomon, haijapatikana mtu mwingine ako na wisdom kama hiyo. Ni kwa nini? Alichinja ng'ombe zaidi ya 1,000. Ni mtu gani duniani tangu siku ya Solomon umesoma ambaye amechinja ng'ombe 1,000? Yule atachinja 1,100 ama 1,110, 1,101 atashinda Solomon. Na mimi nataka tutafute hizo ng'ombe tuchije. Na nitachija mpaka nishinde Solomon. Hallelujah. Ile madhabahu na ile sadaka imetolewa ya juu, hiyo ndio inatawala. Na hakuna, hata kwa Freemason hawajatoa, hata kwa Waislamu hawajatoa. Hakuna mtu. Na unaona Freemason wote wanajiitanisha na hekima ya Sulemani. Watu wa Jiu wanajiitanisha na hekima ya Sulemani. Wakristo wanajiitanisha na hekima ya Sulemani. Ule msikiti unasikia wanapigana kule Israeli. Huyo msikiti ni kwa sababu ya hekima ya Sulemani. Kwa sababu huyo ndio msikiti kwa Waislamu wanaoita msikiti wa nani? Wanaitwa nani?
Wayahudi wanaita sinagogi ama temple, Wakristo wanaita kanisa, wale wengine Wahindu, kila tabaka katika dunia mzima inajiitanisha na hiyo msikiti. Kwa nini? Because of the wisdom. And nobody has ever superseded the sacrifice ambayo ilitolewa na Suleiman. Na wakati alienda kulala tu kidogo hapo chini, Mungu akamtokelezea, akamwambia niulize kile kitu nataka. Appearance of God comes with a promise. Appearance, and you must appease, you must make God to come. Wakati naye mtu anaitwa Joash na mtoto yake Gideoni, wakati Gideon aliinua madhabahu na akatoa sadaka, God appeared to him. Na hapo ndio Mungu alimwambia, you shall win this battle as a man. Na alikuwa ametengeneza 32,000 people because he was walking with the grace. Kuwa na 32,000 hapa kanisa, tumengangana hapa kutafuta watu hata 100 wafike 200, imekuwa gumu. Lakini huyu jamaa alikuwa ameleta 32,000. You cannot be able to kuleta watu 32,000 wanakufuata nyuma, ukiambia sidada bwana stab, kaa chini wanakaa, tembea wanatembea. Hapana, that's the grace of God. You must have been having the grace of God. Uende uanzishe kabiashara hapa na watu 5 wanunue. Uanze kuuza sweet. Uende useme pelemede shilingi 5 pelemede na watu wanunue. Hiyo ndio inaitwa grace ya Mungu. Kuna mtu anazunguka mpaka mdomo inakauka. Mimi kuna siku nilizunguka na viatu ya mtoto. Hizi za watoto nilikuwa nachukua page koba kamera, nachukua hizi viatu za mtoto. Natozunguka, unaanzia hapa Majego, unateremka Isiri, unateremka Githurai, unapanda Jiro, unarudi Jiro, unaingia Kayole, unapanda Kayole, unaingia Donholm, unatokea Sinai mpaka Mukuru, ukisema ni ya mwana mpaka unakauka. Ukitoka nyumbani unapaka utauza shilingi 3,000. Leo lazima niushe shilingi 3,000. Inafika saa 7 hata haujakula na hata kuna mtu amekuzungumzia, una reduce, unasema leo nitauza shilingi 2,000. Unakimbia, inafika saa 9 hakuna hata chakula, mdomo imekauka, ni ya mwana. Unatembea saa 11 hujauza, unateremka, unafika 1,000. Unasema leo nitauza 1,000. Unasema ni ya mwana. Inafika saa 12:30 haujauza, unateremka kutoka 1,000 mpaka 500. Unaenda ni ya mwana, giza ndio hiyo inaikia ni ya mwana. Unakuta hauko bali unarudi ni Githurai. Na sasa uko Kibera na uko Utiende. Sasa unaanza kutafuta nini? Fare. Unaachana na hiyo pesa yote ulikuwa umesema, unaanza kutafuta fare. Na fare inakosekana, unaenda kwa mama wa kioski hapo, unamwachia stoko yako, unamwambia nipatie tu shilingi 500. Nitakuja hapa, nitakuja nikivaja nikikurudia. Sasa ukienda si umekosa, hakuna chakula, hakuna nini, unakosa, unaenda nyumbani. Kufika tu nyumbani, unakuta sasa kuna shida, landlord amefuga nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Landlord amefuga nyumba, sasa utaenda kwa neighbor ama uende ulale kwa mtaro. Na hauna hiyo pesa ulipatiwa 500 unakula. Kumaanisha mpaka stoko kesho hautaendea. Stoko inaanza kupotea. Na ikipotea inapotea, kazi inaaguka. Ukisemaga ni ya mwana. That is when you are walking in the grace. Mungu lazima walk in the grace for you to be blessed, upate kuuza hata kitu kimoja. But when God appears to you, He comes with a promise. He turns around your life. Mwambie mwenzako, today I want God to appear to me. Today, nasema ambia mwenzako, mwambie today I want God to appear in my life. Ambia mwenzako, mwambie today I want God to appear in my life. Angalia, hawa ni Wakristo wawili. Hakuna mtu anaweza kuangaliana. Huyu anaangalia hapa na huyu anaangalia hapa. Today I want God to appear in my life. Genuinity, it is the most important thing. Christians are hypocrites, and that is why blessings zimekuwa hadimu sana. Because nakwambia tu, angalia mwenzako, muangalie kwa macho, umwambie today, leo Mungu akaweza kubadilisha maisha yangu. Hivyo tu, na umwangalie kwa maisha yangu, na mtu huyu amebeba baraka yako. You never know, this is your prophet. Today anaweza kuwa huyu ndio prophet wako leo. Kuna neno aliwekwa ndani yako, ndio umejikuta. Because it is not a coincidence. Umekuja, mumekaa hapo na hamkuandikiana barua, mkaambiana ni mimi nitakaa hapa na wewe utakaa hapa. Hamjuani, hata hujui jina lake, lakini Mungu amemposition hapo because of the blessings, and that is why Christians fail.
Enda kwa Waislamu, enda msikitini, akisema sallallahu alaihi wasallam, akifanya nini yake ainame hivi, lazima aingalie huyu na angalie huyu. Mwambie, muangalia Mkristo mwenzako, hawezi, ngumu. Mwambie I bless you, unasema I bless you, na unaangalia kwingine I bless you. That is the hypocrisy of our failure. That is what has contributed failure in Christianity. Because Christianity, there is no love, but we profess God who is love. The day we'll come together as one and raise the brotherhood and sisterhood, God will foment his powers in our life. Because through love we succeed. Through love we make it. Through love we make it, because love is God and God is love. Haleluya. Lakini kama muko kanisani na hata hawezi kukaa chini na Doni mkaongea, hawezi kukaa, na kama mnakaa na chini na Doni, na huyu Doni atakuwa kikuomba namba ya simu ndio akupigie kasimu mkakule kahawa na huko chini, na mwezi kukulia kahawa hapa huko chini ndio aende akukatie mistari. It is the world of hypocrisy, that there is nothing can come from your heart. All that which comes from your heart, it is hypocritical. Ni unajisi tu, unaona tu, naona hiki kisichana, naona sasa nachukua namba yake, si tuche neno la Mungu, si nikwambie Bible imesema, si nikwambie Mungu amenizungumzia kuhusu kwako, nakwambia ni mrembo, you look very beautiful, nilikutazama hivi nikaona wewe ndio ulitengenezewa mimi. Haleluya. In fact wakati uliamuka hivi ukatembea, roho yangu ilisimama dakika 3. Sasa unajidwa hiyo iko wapi kwa Biblia? Roho inasimamia wapi kwa Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Eti ile kitu unaweza fanya kubwa kwenye nyumba ya Mungu ni kutokosana tu na usherati. Hiyo Mungu amekataa. Na utazidi, that the more you have that in your heart, the more you become poor. Angalia wale watu wako na hiyo roho ya usherati, kutokosana kanisani, kuonana baby, kuitana sweetie kanisani, waangalie. Ndio wako na umaskini ule mkubwa. Afadhali ukose pesa, lakini usikuwe maskini kwenye heart. They are poor at heart. And the people who are poor at heart, they've lost the glory of God. They will never walk according to the will of God. They will never stand. There is nothing from them that will succeed. Raise a sacrifice to God and tell God, I want you to appear to me, that you may open my doors, that you may open my ways, that you may turn around that which I am supposed to be. Make me, produce me. Wakati Jakobo, wakati jina lake liliondolewa kwenye kitabu daftari ya wale ambao wameandikwa duniani, kwa maana Jakobo was a swindler when his name was removed after the sacrifice. After he sacrificed, that is when the name was changed from him, na akapatiwa jina Israeli, kwa sababu amekataa maisha by inducing and bringing God into his life. God has always been with you because you are made of the image of God. Wewe umetengenezwa kwa sura ya Mungu. Kwa hivyo God is always with you. But God wants to be invited into you. And by inviting God is by doing that which is right. And by bringing him into your life by offering a sacrifice and raising an altar. That is the only two things that will bring God into your life and change your career, change your business, change your life, change your marriage, change your ministry. Everything will change when God will appear, not when you were walking with the grace. Na hiyo hapa ndio mmetorokea Don. Ati tunaishi kwa neema. Endelea tu kuishi kwa neema na umaskini haitakuisha. Endelea kuishi kwa neema na shida, magonjwa haitakuacha. Lakini bring God. Raise an altar. Iende juu, imfikie Mungu. He will come personally. He will appear to you. And God appearing to you, it is a life sentence from God. Sema, it is a life sentence. Akikuapia kwako, anakufunga kifungo cha maisha na baraka. Anawachilia kila kitu chako, kinakufunga. Yani kama ni utajiri unafungwa kabisa. Kizazi chako kinafungwa katika maisha ya utajiri. Hata mnajaribu kujifukuza kwa utajiri, inakataa. Inasema hatukuaji. Mungu ndiye alikuja akasema tukaage hapa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonaga watu wengine wanabarikiwa na shida, hakuna kitu ya maana wanafanya, lakini kuna kitu mzazi wake alifanya ambayo kimedictate blessings all through. Kuna kitu shosho yao alifanya ambayo ina dictate blessings. Abraham aliambiwa kizazi chako kitabarikiwa. Angalia uone Abraham alizaa nani? Isaac na nani? Isaac, Esau na Jacobo. Angalia. Isaac alizaa, Abraham alizaa nani? Isaac na Ismaili. Si ndio? Alizaa Isaka na Ismaili, si ndio? Huyu mnasemaga ni Muislamu. Lakini ushaiona sisi ambao ni wa Isaac. Sisi ambao ni wa Isaac na wao ambao ni wa Ismaili. Ukiangalia kwa macho yako ni wagani wako umebarikiwa? Ni wana wa Ismaili. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kuinua madhabahu na wanajua kutii nabii. Wote Meka. Saa 7 saa hii walisema usururwa ule wa Salamu. Saa 7 walifuga duka. Saa 2 walifuga duka. Saa 10 watafuga duka. Jioni watafuga duka. Wakisema usururwa ule wa Salamu. Sasa wewe Mkristo, wewe umezaliwa na baba na mama ambaye amekubalika. Hata huyo Muislamu saa hii hata umpelekee milioni 1 kwa msikiti. Kwa duka yake na naenda msikiti atakwambia kana pesa yako. Abia Don hapa, Beatrice pale. Mtu asimame pale, asimame hapo, abia Don. Akwambie nilikuwa nataka kuona yule mchungaji, niko na shilingi zake 5,000. Na saa hiyo Don ako na microphone hapa. Unajua venye Don atasema, "Hula bakaterebo church. Hallelujah. Fungeni macho, fungeni macho, fungeni macho. Beatrice come, fungeni macho tuweze kujipeleka mbele za Mungu. Beatrice come, I want to release a blessing. Beatrice come." Sasa anashikisha Beatrice microphone na kimbia na chukua kisha narudi. Hula katerebo kata. God is a God of miracles. Unakuta hiyo ndio Mkristo. Na hiyo ndio unafiki ile tuko nayo sisi wa Kristo. We don't respect our God. We cannot give God a chance. Na tunategwa tu na tumetegwa tu kidogo tu. Hata kwa wahidi hawa wahidi wamejenga misikiti. Angalia what kind of misikiti they do for their God. What kind of building they do. Don't atapaki Mercedes yake hapa kubwa na aende ajenge kanyumba kama bati pale akaite the house of miracle temple. Whatever name, powerful name ataipatia pale. Anaishi Don home nyumba ya 35,000 ama ya 40,000, anapaki Mercedes hapo kwake, kisha kanisani anakuja na paki Mercedes. Lakini kale kanyumba amejengea, aligojea kwa kina Purity kuchomeke na huko na kuzichomeke huko Mukuru. Akaenda akanunua akachukua hiyo mabati ukapiga piga ukaita Maximum and Deliverance Center where God meets humanity. Sasa unatafuta kanyumba venye kamekaa ni mpya lakini imekaa imejipinda hivi mpaka unashindwa hapa kutaaguka. Si Mungu lakini kwake kwa nyumba ile unakaa. Beatrice analalia kitanda ile inaitwa doctors, iko na mattress inaitwa doctor's bed. Ukienda angalia mguu yake pale anakaa. Ukiangalia mguu yake unaona poverty in nature. You know, a poor God. Me, I will never walk with such gods. I will never. The kind of a temple, the kind of a church I will build, inapita nyumba ile Mungu amenijengea 1,000,000 times. I would rather sell my house nijengee Mungu. Natafuta tu kiwanja. I will sell my house. I build Mungu nimjengee nyumba. Kwa sababu alinijengea nyumba nikiwa jela. What kind of a love with such a God? Alinijengea nyumba ya over 70 million nikiwa jela. Sikutafuta, it's not my sweat. Ni ujaja na unafiki. Na nyumba ikachugama. Ile nyumba unaonaga. Ni ujaja na unafiki. Tule tu message mnatumiagwa ni mimi ndio nilianzisha kwa jela. Na nikajenga nyumba. Kama alikuwa my God was faithful. Wakati huo nilikuwa nimehukumiwa kunyongwa. Na ngojea kunyongwa. Na mimi Mungu ananiambia nitakujengea nyumba. Na akaileta kwa dream, nikaichora. Na akaniambia pesa nitakupatia nikiwa jela. Lakini huko kaba ndio inatayarishwa. Naye Mungu anasema na mimi nakutayarishia nyumba. That is a very faithful God.
and you must reciprocate. Lazima ufanye kitu ambacho cha kuinua huyo Mungu. Lazima Mungu aonekane through you, aonekane how faithful he can be, how good he can be. Bwana asifiwe sana. And that is how we can change our lives. Your life will never be changed by prayers. Ukuje uombe hapa kutoka asubuhi Beatrice ama ufanya nini. Your prayers will never change anything. What changes the prayers you are doing is a sacrifice. The prayers must be accorded the power of the sacrifice. Solomon hakuenda, alijua nahitaji kuomba, akaenda mlimani, alienda na ng'ombe 1000 kwa sababu alikuwa anajua anaenda kukutana na nani. Sasa unakuja hapa sasa hiyo ni sauti na hiyo ni kelele, na kelele inasemekana hiyo ni sawa na chura, hasikii, anatumanga malaika. Lakini when you adore, you give a sacrifice, it is netangwa nini? Sweet aroma. Sweet aroma, kitu kitamu kinachomvutia Mungu. Lazima umvutie. Akisikia umeinua madhabahu, umeinua sadaka kwa worship and praise, then he will come. But ukienda mdomo kavu, ile mnazoea kalo baba kumbuka anatumanga malaika. Sasa hiyo Wakristo wengi unajua wanaobaga na ile sauti saa 9 usiku. Kuna sister yangu mmoja anaobaga hivyo. Sasa wanaomba sauti sasa unafika sauti imepotea, mpaka ukisikia sauti ile inatoa ni kama ya ng'ombe na ni kama ya puda na makuku zimechanganyana pamoja, zinatoa sauti nyingine. Malaika sasa aacha atumwe aende asikilize, atakuja akae hapo kwa dirisha asikilize, atarudi kwa Mungu. Nimepata kulikuwa na kelele huko ndani, lakini nimesikia ni kama kuku na puda na ng'ombe ziko huko ndani. Anaulizwa na Mungu, haukusikia walikuwa nataka nani wanani? Mimi sikusikia, hakuna watu huko, kuna puda kama 3 na ng'ombe na kuku. Ndio nimesikia. Kuna mimi ushaisikia mtu akiomba hivyo? Sio ni kuku. Wengine sio ni puda. Baka mwingine sikia amesema kama kada. Hiyo ni busi. Malaika akienda atatupeleka ripoti nyingine. Na kumbe ulipiga sauti. Na unapigaga sauti hiyo kila asubuhi. Jua jinsi ya kwenda kwa Mungu. Jua jinsi ya kunyenyekea na kukaa na kumtafuta Mungu, kuconnect. You must find a way on how. Don't make a lot of noise. Kuwa mtu wa madhabahu kama huyu ameelewa, ametoa sadaka yake na amewekelea kwa madhabahu, ameinua madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kelele hii, atadumishiwa leo. Kesho atakuja na testimony, ama Sunday atakuja na testimony kusema venye Mungu amemtendea, because God listens more keenly on sacrifices and at the altar. It is at the altar where God will meet you, not anywhere else. There must be a position where you meet your God. You must raise an altar in your house. Jenga karumu. Hata kama ndio unaonanga Muislamu anabeba mkeka, hawezi kuacha mkeka, because that is an altar. Hawezi. Na hata muende hapa katikati ya barabara, saa 7 ifike, ataweka mkeka hapo katikati ya barabara na apige moduru yake na hiyo maneno yaishe. Sasa wewe sikola mwokofu, mtu ako na haiba yake, mtu ako na discipline, aende afanya hapa maombi pale. Watu watanichukulia aje? Watu watanibeba aje? Because you don't value your God. And why? The day you devalued the power and the value of Jesus Christ, that is when you failed. Because the Bible says, obey and respect and listen to your prophets, and you shall be established. Any success is connected to your prophet. Our prophet is Jesus Christ. Are you really for Jesus? Do you do the teachings of Jesus Christ? Do you live the teachings of Jesus Christ? Do you walk Jesus Christ? Sisi ni wanafiki. Kama ni Muislamu anasimama na mafundisho ya Qur'an tukufu, hakuna mtu hata moja haingii msikiti na anaheshimu msikiti na anaheshimu wakati na mida ya msikiti, anaheshimu kila kitu. Sasa wewe utasema kama huja gerekea duta ka biashara na haki ada. Don't value. Hiyo ndio failure.
the character of a new man. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on the tender mercies. Mtu ambaye ako ni mtu mpya, ako na huruma mingi sana. Zile huruma Yesu alikuwa nayo, akawekwa kwa msalaba kwa sababu ya makosa yetu. Ukiona mtu ni Mkristo lakini hana huruma, ukiona mtu Mkristo lakini kazi yake ni kasiana kama haka, kamekuja kanataka kuokoka lakini doni anataka kukamalizia haraka haraka akarudisha kwa matope, hiyo ni kukosa huruma. Ukiona kijana kama huyu anashikana na huyu mama ameokoka miaka mingi, anaona kakijana anasema nikabenten, anaenda kukabenten, hiyo ni kukosa huruma. Because we need to be merciful. Tukiona mtu ameingia kwenye nyumba ya Mungu, msaidie akue. Sisi zote ni wachanga, tulikutana na walimu waliotulea, tulikutana na mababa. That is why we have spiritual fathers, that is why we have spiritual brothers, that is why we have spiritual sisters. Watu ambao wanasimama na wewe na kutembea na wewe, wanakuhurumia kule umetoka, wanakusaidia kukua mgumu wa kuweza kuendelea na safari hiyo nyingine. They are kind and humility, meekness and long suffering. Yani ni watu wako na tajiriba kubwa, watu wanajua kuvumilia, watu wanajua kunyenyekea, watu ambao wanavumilia chochote kinachopita kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. How can you be able? Tutawezaje kukaa katika maisha hiyo? Lazima for us maisha yetu iondoke. Si kukimbizana na nabii, ni nabii mgani sahihi anaobea watu wanapona. Si kukimbizana ni nani, ni kanisa gani iko juu sasa, ni kanisa gani imeweka. Lakini Muislamu akitoka hapa aende South Africa, anaigiaka ile msikiti iko karibu, haulizagi ni pastor mgani. Hapa Nairobi Don lazima uulize ni mchungaji mgani ako na uwepo. Uwepo mnaupima na nini? Ni nani alikwambia uwepo ni nini? Unajuaje ni uwepo? Ni uwepo ya nyoka ama ni uwepo ya Mungu? Ukienda Uganda Kampala, kitu ya kwanza unauliza ni kanisa gani ambayo iko na utukufu? Ni thermometer gani mlitumiwa ya kupimaga ndio mjue ni kanisa gani iko na utukufu na ingine haina utukufu? Ni nini mlitumiwa skola? Ni nini? Ni chau? Ni mnapimanga na nini kujua huyu mchungaji yako sawa na huyu hayuko sawa? Beatrice, mumenyaga naki ati wathi itura ria na ikuru wabakakoreria ne kanitha kariko ke sawa? Nani huyu alichaguliwa kuangalia kanisa gani mzuri na ingine si mzuri? Kanisa ni moyo wako. Kama ni muhidu ama mtu yote ule, what they normally do, akiingia aende Kampala, ile kitu naulizanga ile msikiti ya whatever the name iko wapi, anaambia barabara street ndio hii nini, anaingia taksi anaenda huko, kwa sababu anajua yule Mungu wako Nairobi wao ndio Mungu wako huko, yule Mungu wako Kampala ndio Mungu wako wapi? Nairobi. Lakini sasa Don enda Kampala, unataka kujua ni mchungaji mgani ambaye ako na anointing. Sasa nakuuliza, unakuwa na ratili ya kupima anointing ama unakuwa na binocular unapima? Ukimuona uambiwe ni huyu, sasa utakuja unipime, unasema huyu anaonekana ni kama ako sawa. So wewe mpimaji, ulipimwa na nani? Basi kama unajua huyo huko, nauliza kama wako wazuri ama huyo mbaya, si uende huko usaidie kuinspire, ubadilishe maisha ya watu. Because you need to help. You are supposed to saidie hawa watu wakue, tuwabadilishe. Kama umeona mimi ni mbaya, usinipige, kuja kwangu unisaidie kuchange. Lakini sio kusema hiyo kanisa ya Doni ni msherati. Ulisherati na yeye, kwa sababu lazima nijue usherati wako. Kwa sababu yeye ni msherati, si ndio? Ni kumaanisha ninajua usherati yako. Either tumefanya na wewe usherati ama mimi na wewe ni partner kwenye usherati fulani. Kasema mtu fulani ni mchawi, lazima nikue 100% tushafanya, tumeshiriki katika uchawi ndio niweze kujua wewe morogi, igemenya ate wewe morogi na tutile twaroga nawe. Unawezaje kujua yeye ni mchawi ama yeye ni msherati na hatujawahi kufanya usherati na wewe? There must be a reason that I know you. Therefore that is why I have confidence to say that I know this woman ni mchawi, meaning hata mimi tulikuwa na yeye kwa uchawi. That is why nataka atoke juu mimi nimetoka, ama atoke aniwachie kiwaja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bearing with one another and forgiving one another.
Tuvumiliane sisi kwa sisi. And then we do forgiveness. You forgive that person. But not to hammer you. Ati ni plani ile niko nayo ni kuanike kwa sababu nimesikia ulionekana na kabeni 10. Ni kuanike kwa Facebook, kwa Twitter, kwa nini? Ati sasa watu wasome huyu anafanyaga hivi. That one cannot change. Kama sasa Don, tuseme tu kweli ama nyinyi, niulize nyinyi yote. Mimi naitwa Dora Waruinge. Semeni amen. Mimi naitwa nani? Nani hajui Dora Waruinge? Don. Nani hajui Dora Waruinge? Dunia mzima ninajulikana. Ukigugo jina Dora Waruinge inakujaga Dora Waruinge wa Mogeke. Ile Mogeke ilikuwa inaua. Ile Mogeke ilinajisi. Ile Mogeke ilitairisha wanawake. Ile Mogeke hiyo yote iliwekwa kwangu. Sasa ukienda kufanya story sasa ati ya kuniharibia jina. Ni nini utaharibu zaidi ya hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Niki ungithukia makiria mahau. Na wewe mzuri bado unaona Dora anaendelea. Bado unaendelea Dora anakaa vizuri. Bado unaendelea Dora na Mungu anatembea na Dora. Na wewe unajaribu kuharibu. Nothing. Don't waste your time. Usipoteze wakati wako. Ati unaenda hapa ukiteremka, kuna mapasta wengine walikuja hapa, walikuwa wameletwa na mshirika mmoja hapa. Wao ni nani walikuwa siku hiyo? Wao amukwa. Kuna wale walikuaga kitambo tukianza tu kanisa. Walikuwa wanataka kulipo kwa sababu ya kuattend. Nilikuwa nimewaitia kahawa. Tukuja tukunywe kahawa hapa. Ulikuwa na kubuka. Tulikuwa tumewaitia kahawa wakuje tuombe kwa sababu nimeanzisha ile kuwa welcome. Kuita watumishi wa Mungu, tumefungua madhabahu. Kujeni mtushiriki pamoja, tukule pamoja kwa sababu nimeingia kwenye territory mpya. Walikuja wakasema niwalipe 10,000 kila mtu sitting allowance. Nikaambia tupadeni juu. Siku hiyo kulikuwa siku ya youth walikuwa nafanya hapa. Sasa mimi nikaambia wachungaji hao kaeni hapa hapa. Mimi nikachukua madhabahu tukaanza kuabudu, nikaambia wa youth tuabudu. Niliinua tu mkono hivi. Hawa mapasta wote wakaanguka chini, wengine wakavuja meza hapa walivuja. Nikauliza ni nini hii? Wengine wakaanza kusema hatutoki na utwabii. Sisi tumekaa na ni bishop mzima. Mama anaitwa bishop. Mapepo yakaanza kusema hatutoki. Wewe hutujui, utatujua. Nikafanya wengine wote wakaanguka. Wote walichomoka nje wakatoroka. Walisimama hapa chini. Wakasema tutajua kule ataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema tutajua kule ataenda. Sasa wao wanakujaga sasa kamoja wakijua, kwa sababu walijua kule nilikuwa fanya nini? Nilikuwa naenda. Ni wakati ule mlikuwa mmekuja na ule mama ule mwingine ule wa kuipa. Nakumbuka siku hizo. Mkarudi mkatoroka. Hata huyu ni mmoja alitoroka, akalitoroka kaniwacha kwa mataa. Aliposikia tutajua kule, alafu akajua hawa ni akina nani. Wacha nikwambie, inua madhabahu, hautababaishwa. Kegwire Don. Tulikuwa tukiomba na wewe kwangu. Na unajua kwangu nimeteka nyumba. Nimeweka mpaka mkeka mzuri. Hapo ndio naedaga. Kitanda yangu na lalaga once in a blue moon. Ngoma gani? Na kitanda yako ni doctor kina mkodoro itawa doctor's mattress. Ile ukilala tu inakupapasa, inakunyonya huku, inakuguzaguza hivi, unasikia mzuri. Lakini hiyo kitanda nimekaa, nina miezi kama 3 sasa sijailalia, na lalaga hapa chini. Kwa sababu hakuna mahali inanipeleka. Ni mzuri, lakini hakuna mahali inanipeleka. Lakini nikilala hapo hata nani aniinukie. Wamepanga juzi tu walikuwa wamepanga. Sijui kama mlisikia. Walikuwa wamenipeleka polisi. Wakaenda kwa OCS. OCS akaniambia mtumishi kuja. Akaenda nikamuongelea, tukaongea, akaniambia hapa kuna story. Iko hivi na hivi na hivi. Nikamuuliza na sasa wewe unaonaje? Akasema mimi hawa watu nimwasikiliza. Nikamuuliza wao watu wamekaaje? Nikamutu kebaba karefu kako na tudefu na manywele mrefu. Na huyo mtu ako na hasira mingi sana na wewe. Anasema hiyo lazima kanisa ifugwe. Nikamuuliza, ni kanisa unataka ama ni hii kesi imikulete? Anasema hii kesi ndio tunataka tuitumie tufuge hii kanisa. Wakamrekodi na hakujua alikuwa anarekodiwa. Na wakamuita tena, wakamwambia kuja uandike statement vile ulituambia. Akaambiwa andika statement ya hii. Akasema hapana, nataka wewe utusaidie. Hiyo kanisa lazima ifugwe. Akaulizwa tena, ni kanisa unataka ifugwe ama unataka tukusaidie hii kesi?
Akasema hii kesi mimi nitakusimamia, lakini hii tuitumie kufanya hii. Akamwambia basi fanya hivi, nenda ulete hiyo mtu akuje hapa na huyo mtu akuje hapa, ndio tuende kufanya utafiti wa kina, tujue hii story unapatia kama ni ya kweli. Hakuwa irudi kwa hiyo police station tena, kwa sababu aliambiwa sasa mtaenda muangalie. Si kama mfano kama nimerepu mtu, kama nimekurepu, si tunafaa tupelekwe kwa hospitali upimwe na mimi nipimwe, tuonekane kama kuna spam zako ndani, ndio tuangalie, ndio nipelekwe kotini. Na ukitoroka uambiwe ni polisi kuja ni kesho, na ukitoroka so nimetumia example ambayo ni weird kidogo, lakini it is a related statement. But the most important thing ni kuinua madhabahu. Usiwahi babaishwa katika ndoa yako, katika kazi yako, katika biashara yako, mahali popote unaishi, inua madhabahu, kwa sababu kile kinakupiga ni madhabahu, si wachawi. Mchawi hawezani na wewe, lakini huyu mchawi ako na madhabahu ambayo imetolewa sadaka. Ukienda kule unaenda, ulikuwa unaenda kwa mganga, silikuwa naenda zamani, tuseme tu kweli, hata mimi niliendaga. Aye, kuna mkamba hajaienda kwa mganga huko tuseme ushaenda. Ukienda hata kama unajua story za waganga, lazima kuna nyungu imetengenezwa, na mahali kumetengenezwa vizuri, mahali unaambiwa weka pesa yako kwa hiyo nyungu. Mganga huzagi pesa, weka pesa yako kwa hiyo nyungu. Hiyo ndio madhabahu. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio madhabahu. Na madhabahu ni kubwa kuliko binadamu. Madhabahu iliyo kwa nyumba hii ni kubwa kuniliko. Madhabahu yoyote ni kubwa, kwa sababu iko na uwepo na imetolewa sadaka. Chochote ambacho kimetolewa sadaka ni madhabahu, na hauwezi kushindana nayo. Na mimi nikijua umeniendea mimi, na kuna mahali naendaga, naita Mungu wangu. Nyumba yangu kuna mahali naigiaga, naita Mungu wangu. Kwa mlima naendaga, naita Mungu wangu. Kwa wapi naendaga, naita Mungu. Kuna mahali Mungu ameniambia ukitaka kukutana na mimi kujaga hapa. Angalia watumishi wote wa Mungu. Musa kuna mahali alienda kwa kichaka. Wakati walimkimbiza wanataka kumumaliza, alifanya nini? Alitoa bio. Mahali alitoa bio, alienda kuingia kwa kichaka, akatokelezewa na moto. Akaambiwa kuja, ni wewe nataka. Kutoka hapo Mungu akanena na yeye, akaambiwa toa sadaka. Na kutoka hapo hiyo ikakuwa ni mahali pake pa kukutanaga na Mungu. Abrahamu kila asubuhi kuna mahali alikuwa anakutana na Mungu. Naye mtu anaitwa, ndio uone madhabahu venye iko na gubu. Joas baba yake Gideoni alikuwa amejenga Baal msikiti ambayo alikuwa ameweka Mungu yake ya Baal. Hapo ndio walikuwa wanaenda wanaabudu, hadi wakati mtu anaitwa mtoto wake Gideoni wakati aliinulia Mungu madhabahu, ndio alipata power na nguvu ya kwenda kuvunja madhabahu ya baba yake. Lazima ukuwe na altar in your life. You must have an altar for you to succeed. Ukiumaga uko dhikoliradhi, lazima ukuwe na altar yako, ambayo hiyo altar you sacrifice. The altar here you sacrifice here. Hii chochote ile vita imeinuka. Ndio naonaga siku hizi waga siogopi, kwa sababu nilikuwa na wasiwasi mingi mpaka wakati my spiritual daddy alikanyaga miguu yake hapa, nikajua hii na ile imeshikana. Sasa ile vita yote nganga amepigana huko, hakuna mtu ataniweza. Hiyo yote nimepiganiwa. Ndio unaulizwa ushikanishwe, ujishikanishe, utoe sadaka ya kujishikanisha na ile madhabahu. Wacha kuwa na madhabahu tatu, leo huko hapa, kesho huko, kesho kuwa na madhabahu moja. Ndio hiyo madhabahu inakupigania. Na ndio naambiwa toa dhabihu ya kujishikanisha na madhabahu. Ndio ile vita nimepigana hapa, wewe hautapigana, maana already nimeshinda. Zile vita my Bishop Harrison Ng'ang'a amepigana, sitapigana. Yangu ni nywe. Mpaka wakati sasa nitaingizwa kwenye level nyingine, ndio nitaanza vita za hiyo level. Lakini for now, nikitaja neema na grace ya Harrison, ama tu nikitoa sadaka niende huko kwa Harrison nitoe, hata sitahitaji kuomba, natoa na sacrifice. An altar you always service it. Lazima usurface the altar, uipatie chakula, kila wakati. Kaka kidogo, Sunday unaenda unaipatia chakula, Wednesday unaipatia chakula, kila wakati you service the altar. Na kama wewe baraka yako inakujaga kutokana na the altar, kama biashara yako ni kuombewa, kama sasa ulikuwa unataka kununua gari,
na pesa zako zimekwama mahali, ukakuja nikakuombea, pesa zikavuguka, ukanunua gari. Kutoka hapo, hiyo gari si gari ya kawaida, ni gari ya kimadhabahu. Kwa hivyo continue sacrifice for the car. Endelea kuita. Wakati utawacha geo gari na wajaka. Bwana Yesu asifiwe sana. You must maintain and sacrifice the altar and make it holy as much as you can be able to be. Ndio utaweza kufaulu na ndio utaweza kushinda vita vyovyote. Vita hivi hauwezi kuvishinda kwa maombi. Nyinyi mnapenda maombi mrefu. Waislamu hawakuagi na maombi mrefu. Wahindu hawakuagi na maombi mrefu. Hawana. Lakini wanaenda kwa msikiti dakika 5 washamaliza meenda. It is the altar. Ile imeinuliwa kule Mecca. Ndio unaonanga lazima a make pilgrimage. Aende Mecca, aende atoe sadaka, apige shetani na mawe, afanye ile kitu anafanya. Hiyo tu. Hiyo altar is different from salvation. Kusema umeokoka does not mean you have an altar. You can be, umeweza kuwa umeokoka lakini you are useless, hopeless. You are ndebe, mkebe tu. Inua madhabahu. Inua madhabahu. Jenga madhabahu. Jishikanishe na madhabahu ambayo itakupigania. Madhabahu ndio upigana, si maombi. Ati tuliomba sana baka Mungu akatusikia. Natumai hizi vita zitaisha. Ile maombi tulipiga, tulinena kwa ndimi 12 hours non stop. Kikuja kwa nyumba unakuta kufuli gapi? Kufuli 2 zimewekwa kwa nyumba. Ukikaa kidogo unasikia ka TV ulikuwa umekopa. Ukikaa kidogo unasikia kitu kingine. Ukikaa kidogo kawanja ulikuwa umepatiwa na neighbor ujenge ka kiosk. Kwa sababu ulienda kuchokosa. Usichokose madhabahu ya yote kwa maombi. Usichokose. Kama raise altar, kama kuna madhabahu iko pale, inua madhabahu ya kupigana na ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua madhabahu. Usianze kwenda wachawi na mavunja katika jina la Yesu. Ninabomoa madhabahu ya waganga, ninabomoa madhabahu ya walogi, ninabomoa madhabahu. Alafu sasa unachukua kahadi kachivu unajiekelea unaenda huko hata kafepite. Utakijuta, utajua ujui. Usi wamejua una uwezo wa kuwachokosa. Wamejua una uwezo wa kuwavuruga, watakuvuruga. Kwa hivyo kama madhabahu hauko tayari kwenda kubomoa, usidhubutu kwenda kubomoa. Usidhubutu. Iko na power. Wakati Gideon alibomoa madhabahu ya baba yake Joas, wazee ambao walikuwa wanalinda ile madhabahu walikuja wakamwambia Joas, mtoto yako ndio amevunja madhabahu, mulete tumuue. Kwa hivyo madhabahu iko na wazee wanaolinda na wana uwezo wa kuua. Walisema mzee huyo, lete kijana yako tumuue maana amevunja madhabahu. Naye Joashi akawaambia hao, kama hii madhabahu ni ya Mungu itajipigania. Kwa hivyo madhabahu ujipigania. Walipo Joashi aliangalia akajua yule ambaye amefaulu kuangusha hii lazima kuwe na Mungu mkubwa. Na ndio kwa maana hakutaka story mrefu. Tuzee tulikuja, tunaitaka to gatekeeper. Tulikuja tukijaribu, unakuta mpaka kanisa kama hii iko na to gatekeeper tuwake. Ati ukijaribu kukuja kama sasa msichana for example, I'm sorry to use you. Unanikubalisha? Kama msichana huyu amekuja, ni mrembo na akuje na kuna mama 3 4 hivyo wanaonaga pastor wao ni handsome toro handsome. Sasa kama ule kasichana kamekuja, kuna wamama wamekuwa gatekeeper wapi? Hapa. Huyu lazima atapigwa vita za kiroho mpaka aende. Kwa sababu ameonekana ni hatari. Si ulipigwa kaenda. Huyu alikuja na kiherere. Tia amezungumziwa na Mungu. Aligongwa mpaka nikauliza kwani Mungu anagongagwa. Huyu Beatrice nilimwagilia mafuta hapa. Beatrice alienda 2 months akiwa bubu. Mpaka nikamwimbia binti kisiwi. Kwa sababu kuna to gatekeeper tumuzee. Tule tulikuwa twa Joas. Tumuzee tule tulikuwa twa Joas. Tule tuliambia Joas, lete mtoto yako ndio wafanya. Hawajali ni mtoto ya boss. Hawajali kama ni mtoto yako. Wanataka waue kwanza kwa sababu ameharibu territory yao. They are very dangerous. Hawa watu Beatrice ndio nakwambiaga likira mahoya ine.
matigo tigete. Naigwa modole. Huyu juzi hapa mama mwingine namwambia, mimi nikamtolea unabii tukiomba hapa, nikamwambia Bwana ameteremsha mzee wako. Kumbe wanasikiliza, wakamkuta kwa kakona pale, wakamwambia nini? Hivyo unasikia pastor amesema hamaanishi mwanaume physical, anasema mzee wa kiroho. Sasa huyu akamuuliza mzee wa kiroho aje? Sasa huyu mzee tutakuletea, atakulisha, atafanya nini? Walikwambia atafanya nini? Atakutendea yote mwanaume. Atakulisha, atakuwa ngao kwako, na atakufanyia yote mwanaume anafanyia. Mwanaume wa kiroho atakuwa ngao kwako, atakulisha, atakupatia nguo, na atakuwa akifanya kila kitu mwanaume anafanyaga. Na akamwambia kesho saa 2, aliyopeaje? Aliniambia kesho saa, nilikosa kuja wakati wametayarisha, lakini nije tuongee ajue vile atapata huo mwingine wanisaidie kupata huyo mzee. Akaambia saa 2 ukuje kabla pastor hajafika, tukuitishie huyo mzee. Sasa unasikia hao wanasambaza wanaume wa kiroho na wanawake wa kiroho. Sasa mimi nakuombea upate Bwana, usiku unaanza kuota ndoto ukiwa na kimwanaume kizuri kwa kitanda. Kinakushughulikia vizuri, unasikia vizuri, lakini kinafuga. Anytime you have a spiritual husband, milango yako inafugika. Poverty, spirit ya poverty inakufuata, umaskini inakufuata. Hakuna kitu utaanzisha kifaulu, na hautapata mwanaume. Purity, utakuwa ukiona mwanaume unasikia kutapika, kwa sababu yule ako nyumbani anakugojea na anafanyanga mambo mazuri. Hao ni gatekeeper, hao ni gatekeeper. Na ndio nawakwambia ni watu hatari kwa usalama. Beatrice, ni watu hatari kwa usalama. Kingine tukakaombea hapa juzi, ukasikia kakisema tumetumwa watu 7. Watu 7 tumetumwa tuwabebe kutoka hapa. Unafunguka hiyo, hata ukisema pepo toka, unasema pepo toka, lakini unaweka mahali, unaandika, unasikia kuna vita vya watu 7. Sasa unaanza kuangalia ni nani na nani na nani na nani. Alafu kuna wengine wanakuwaga ni maagent, yeye anakuja tu kanisa ku make sure amefunga. Mnajaribu kuomba, hakuna maombi inaenda through. Yeye mwenyewe ako na watu wengine huko nje wana communicate, wanamwambia this is the far we have gone. Na ndio nawaambiaga Beatrice, kanisa ni maombi na kutoa dhabihu. Si maombi peke yake, si maombi peke yake. Na ndio naona mlimani nikienda mnakuulizaga kama uko na tunaenda kuinua madhabahu ama unafanya nini, ama tunaenda kuomba tu. Kama ni kwenda kuomba tu, tuombe tu hapa, wewe ombea hapa. Yule ana uwezo wa kwenda mpaka kuinua dhabihu, akainue dhabihu, akainulie Mungu dhabihu. Maana mlimani ni vita. Musa anapanda mlimani, akikuja nakuta wameshajenga majumba, wameshajenga mahema, akapigisha madhani, akapigisha hiyo kitu chini, akakosa kwenda kule. Kwa sababu agenda yote ilikuwa Musa asiende. Ndio akashikwa, kaambiwa ndio ile Kanani na hautafika. Kwa nini? Uliagusha. Hiyo ndio agenda. Ukasirike utoke hapa, ukasirike uende, ukasirike uachane na hiyo kazi, ukasirike uachane na ndoa yako, because that is the aim, the plan ile wako nayo. Tuinue madhabahu. Muinue madhabahu. Kama nyumba kwako Beatrice hauna makakona, nenda tu tafute kakona, uweke mkeka hapo chini, na ukimaliza wekelea sadaka yako hapo. Toa hata kama ni 10 bob, weka hapo. Kila siku weka, kila siku weka. Jumapili kuja naye wekelea hapa. Itakupigania, itakupigania. Ndio naona Muislamu lazima kuwe na mkeka kwa nyumba na ya kwa gari. Hawachagi na lazima wanatoa. Kanisa, msikiti haijengagwi na kanisa na members, inajengwa na mtu mmoja tu, anasema mimi nitaenda banki nichukue loan nijenge, na anafaulu. Togdesius, how are you? You're back again. Banki ilitoka kabisa.
Huyu nimemfundisha hapa mambo ya media. Alikuwa amechanganyikiwa, sasa look at him, he's a good man. Very good man. No igwa mucoco. Wake kigongona gwa kunyumba. Na wathi wahoya hau, ukaigethera sadaka hau thi. O muthenya sadaka. Ni njukiraga thaa 9. Ona kungiko kuhiana ati saa 9 lazima niamke niende kwa saa 6 usiku lazima niende. Na nikienda kila wakati naenda natoa sadaka. Naweka sadaka hapa. Jumapili nakuja naiweka. Hiyo siiletagi hapa kwa baba yangu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua nimewabora lakini hakuna shida, muendelee kubarikiwa. Lakini nitawaambia ukweli. Sitaki tutembee kama msime. How are you? You are doing well? Nikupatie mtu mwingine ufundishe adabu. Walicheza na Kamsime. Najua Kamsime ako na umungu mwingi sana. Lakini kule kwao walimuweka ushetani bila yeye kujua. Akienda mahali ana spread. Sasa amekuja hapa, tumemsaidia mpaka amesimama, mpaka ameelewa jinsi ya kuishi. Venye Mungu anafaa kuishi. She's a very good girl. Mimi mpaka amejua kupaka hapa. Natoka mzuri. Sasa baby, ni aje? Poa. Mambo? Poa. Amen. Sema tena. Amen. Sema tena. Amen. Sema na nguvu. Amen. Sema na nguvu kabisa. Kapeka. Sema paka. Kapeka. Paka. Kapeka. Sema paka. Paka. Sema Mama. Sema mom. Mama. Sema baba. Papa. 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 Yeah! Kana jua kuongea sasa. Mwambie habari. Mom. Mom, mwambie mom. Mwambie mom. Sema mom. Mom. Najua kuongea. Masikio potea. Alafu mnapigana na mimi kwa social media. Guy, na mapepo inanisikiliza inaenda. Sasa can you imagine? Yaani imagine mjinga ya mtu atendesa kushina na mtu unaongea na mtu hajui kuongea, hajawahi ongea na anasikia anafukuka. Alafu na wewe atitaenda kuweka picha ya mtu kwa social media ati ndio umupige. Mtu anafukuza kitu kama hii inaenda. Wewe miguu yako itavunjika. Utaenda kuendesha gari, ukiendesha gari hivi ukutane na kiroli. Kwa sababu ya kujaribu kuzuia mtoto kama huyu aokoke. Hivyo ndivyo nguvu. Juzi Ng'ang'a nilikuwa akisema hapa akisema mtu yote anapigana na hii madhabahu naye atakufa. Mlisikia hivyo? Ama ni mimi nilisikia? Wewe ulikuwa? Alisemaje? Tutabie kaa hapo. Na ukikuja unakaaga hapo. Alisema na kama kutawahi kuwa na mtu wa kuchezea hapa atakufa. Walikuwa wamepigana. Hao watu walikuwa wamepigana, wameapa wakasema waboi wangu hataolewa. Walimeza mawembe, walivuja mawembe wakamesa. Nikaambia watafune bigiji, waivurute hivi wajivuge wajinyoge nayo. Hawezi kushindana na kitu kimeanzishwa na Mungu. Kuna watu wa kujifundisha kuwa watumishi na kuna watu walizaliwa wakiwa watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukimkuta akikunywa chang'aa mahali popote bado yeye ni mtumishi, alizaliwa. Jeremiah 1:4. Before you were born
kabla mama yako na baba yako washikane, kabla shosho akue, kabla guka akue, nilikuwa ninakujua na nikakutenga. So don't joke with that person. Don't joke with, hiyo ni bomb. Hiyo ni bomb. Don't sio mmerage. Ni bomb. Mungu awabariki, simameni kwa miguu yenu. Irene, unafanya kazi? Bado mnafanya kazi? Leo? Kwa nini? Mko off? Nani alisema mko off? Beatrice aliwaambia? Mlikuwa off, mnashinda hapa. Nani aliwaambia? Roho wa Bwana. Wacha nikwambie Purity na Irene, ile mchezo nimeona mko nayo hapa. Ninawaomba back to God, and once you are connected back to God, then you walk the way God wants you to walk. At Crusaders for Christ, located at roundabout of City Stadium. Figo zake zilikuwa zimefeli zote, miguu ilikuwa imefura, angetembea. Lakini huyu Yesu ni Bwana. Kalala hapa akafanywa operation kama amelala hapa, akaniambia nimesikia kitu imeingia ndani yangu chui. Wakati hiyo nilikuwa naona naenda, lakini Mungu kaniambia uendi, yaani kuruka hivi. Our services are intercession service from 6 a.m. to 9 a.m. Bible study service from 9 a.m. to 10 a.m. Unaelewa? Umesikia? Na wewe Dennis, last warning. Mbinguni kwa Baba nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Oh, nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaleta waja wako hawa, ukaweza kuwabariki kwa ndoa zako na baraka zako, ukawainue katika malengo ya maisha yao na katika njia zao. Baba, wakumbuke kwenye familia zao, wakumbuke kwenye njia zao, katika mipango yao. Wasaidie wakujue zaidi na wakupende zaidi. Wasaidie Baba waweze kukuelewa, na ukawainulie madhabahu katika nyoyo zao, miili yao na katika biashara zao, na hata kila jambo analolifanya ukawaonekanie. Wasaidie. Ni watoto ambao wamekupenda, angalia wamekuja hapa siku hii ya Jumatano ndio waweze kufundishwa jinsi ya kukaa karibu na wewe. Wabariki, wasaidie. In Jesus name we do pray. Amen. Yule aliye na sadaka, alete sadaka zake na zaka zake hapa. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Leteni zaka zenu hapa na sadaka. Nitafurahi kufika mbinguni.
nchi nzuri, nchi safi kwa Baba yangu, kuna amani, kuna furaha, uko ni kusifu, tutakaa na Mungu wetu, nchi ya amani. Oh, sana nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake la sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Liko lango moja lango hili ni Yesu, na wote waingiao watapatana. We thank you Father, we give you glory. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Muinue na umbariki, umfungulie mipaka, umepanulie hema zake, umwezeshe na maadui wake wote waliomuinukia ukapigane na wao katika jina la Yesu Kristo. Lango, na kuinulia madhabahu, ninakushikanisha na madhabahu hii, waliokuinukia na waliokupangia uovu na wakashindwe katika jina la Yesu Kristo. Lango ndiye Yesu. May God give you an altar. May God bless you. May God finance and plan for your life. No weapon fashioned against you, no powers of darkness will go anywhere past you. That you will excel in every move. You will excel in your marriage. You will excel in your business. You will excel in every endeavor in your life. In Jesus' name. Yesu ndiye lango hili. God of mercy, Mungu wa rehema, Mungu wa baraka na kuonekania. Milango yote na madhabahu iliyoinuliwa kwako na washetani na mipango iliyoinuliwa na maadui wako na ikaporomoke. Na wadogo, tajiri na maskini, Yesu ndiye lango, ndiye Yesu Bwana. Tembe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lango la mbinguni liwazi. Hima ndugu uingie. Every altar that is of fornication, lango roho ya uchawi na waganga navunja katika jina la Yesu Kristo. Nitafungwa mara moja, halitafunguliwa. Yesu ni lango, lango ndiye Yesu Bwana. Haleluya, wote waingie kwa lango, 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 lango la mbinguni
tusonge mbele ili tuweze kumaliza ibada. Tumwamini Mungu kwa pamoja. Tunalihimidi jina lako Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Jioni ya siku ya leo ni kwa sababu ya umbali umetufikisha. Kwa hakika tumeona mkono wako na nguvu zako. Tunasema ni asante, ni kwa sababu tulipoanza ibada ulianza pamoja na sisi. Umetutawala Bwana, umetuongoza kwa kila jambo. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana, ni kwa sababu ya yale mambo ambayo tumeyafanya kwenye madhabahu yako. Yale Bwana tumeyafanya yakawa chukizo, tunaendelea kuomba msamaha. Na Bwana mama Bwana uweze kututakaza katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu tunajua ya kwamba walipoingia katika nyumba hii kama wamefungwa, wamefunguliwa na wewe, umewaweka uhuru, umewakomboa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ni asante ni kwa sababu mkono wako uko juu ya kila mmoja wetu. Tutakapoondoka kwenye nyumba hii Bwana, tunaomba uwepo wako Bwana ukaandamane pamoja na sisi katika jina na damu ya Yesu Kristo. Ni asante hata kwa sababu ya sadaka ambayo imetolewa na watu wako. Itakapoenda kufanya kazi yako, wabariki na uwakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Tunabarikisha kikombe cha chai, tunakipokea kwa shukrani katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now, today and forevermore. Amen. You are watching Bethel TV. God